Naitwa Sofia, karibu tena kwenye ukweli uliojificha kuhusu mwanaume wa kisasa. Katika vipindi vinne vilivyopita, tumeona mwanaume wa leo akipambana na mambo mengi: shinikizo la kufanikiwa, matarajio ya kijamii, kupoteza utambulisho na athari za mitandao ya kijamii. Lakini leo tunafika kwenye swali kubwa: kwa nini wanaume wengi wanaonekana wamechoka? Je, wamechoka kufanya kazi au wamechoka kuishi bila kujua kwa nini wanafanya kazi? Hebu tusikilize simulizi ya leo. David amekaa kwenye benchi akisubiri basi. Anaona watu wakikimbia huku na huku, kila mmoja anaonekana ana haraka. Pembeni yake anakaa mzee mmoja mwenye umri wa miaka karibia 70. Mzee huyu anatabasamu. Anamwambia David, "Kijana, unaonekana umebeba mzigo mzito." David anatabasamu kwa aibu. Anamwambia mzee, "Mzee, sijui hata ninaelekea wapi. Kila siku nafanya kazi, lakini nahisi kama maisha yananipita." Mzee anatazama basi likiondoka, alafu anamuuliza, "Ukipanda basi usilolijua linaenda wapi, utajua lini umepotea?" David anakaa kimya. Mzee anaendelea, "Tatizo la vijana wengi si kwamba hawana nguvu, ni kwamba hawajajua safari yao." Maneno haya yanaonekana rahisi, lakini yana uzito mkubwa. Unaweza kuwa unakimbia kwa kasi sana, lakini kama huna mwelekeo, kasi haitakusaidia. Siku chache baadaye, David anakutana na Daniel. Daniel anamwambia David, "Rafiki, nimegundua kitu. Tulipokuwa vijana tulikuwa tunauliza, nitakuwa nani? Lakini sasa tunauliza, nitapata pesa ngapi?" David anatikisa kichwa. Anamwambia Daniel, "Inawezekana tumebadilisha ndoto zetu kuwa mishahara na kusudi letu kuwa malipo." Daniel anatabasamu. Kwa mara ya kwanza, wote wawili wanaona tatizo halikuwa uchovu wa kazi, lilikuwa ni kupoteza maana ya safari. Ukweli uliojificha: fedha ni muhimu, kazi ni muhimu, mafanikio ni muhimu, lakini mwanaume anayefanya yote hayo bila kusudi anaweza kujisikia mtupu hata akiwa amefanikiwa. Kusudi ndilo linalotoa maana ya mapambano. Leo dunia inafundisha vijana jinsi ya kupata pesa haraka, lakini haitumii muda mwingi kuwafundisha kwa nini wanaishi, wanataka kuacha urithi gani, ni maadili gani yatawaongoza, ni familia gani wanataka kujenga. Ndiyo maana baadhi ya wanaume wanapata mafanikio ya kifedha, lakini bado wanahisi kuna kitu kimekosekana. Wiki hii tuliwauliza wanaume swali: ni kitu gani kinakupa sababu ya kuamka kila asubuhi? Majibu yalitofautiana. Familia yangu, mwingine akasema ndoto zangu ambazo bado sijazitimiza, mwingine akasema imani yangu kwa Mungu. Lakini kulikuwa na jibu moja lililogusa moyo: kwa kweli sijui tena. Na huenda kuna msikilizaji anayejisikia hivyo leo. Leo usijiulize tu ninafanya kazi gani, jiulize kwa nini ninafanya kazi hiyo. Majibu yako yanaweza kubadilisha maisha yako kuliko ongezeko la mshahara. Uchovu mkubwa wa mwanaume si wa mwili. Mara nyingi ni uchovu wa kukosa kusudi. Mwanaume mwenye kusudi haishi kufuata umati, anaishi kwa kufuata dhamira yake. Wiki hii andika majibu ya maswali haya matatu. Swali la kwanza, ni mtu wa aina gani ninataka kuwa baada ya miaka 10? Familia yangu itanielezea kwa maneno gani? Na swali la tatu, kama fedha zisingekuwa tatizo, ningetumia maisha yangu kufanya nini? Usitafute majibu makamilifu. Anza kwa kuwa mkweli kwako mwenyewe. Swali la wiki, kwa maoni yako, ni nini kinawachosha wanaume wengi zaidi leo? Kukosa pesa, kukosa muda, kukosa kusudi, au shinikizo la kutimiza matarajio ya wengine? Kwa nini? Leo tumefunga awamu ya kwanza ya safari yetu. Tumegundua kuwa mwanaume wa kisasa hapotezi nguvu kwa sababu ya kazi pekee. Mara nyingi hupoteza nguvu kwa sababu amepoteza mwelekeo. Lakini sasa tunafungua mlango wa pili. Tutaanza kuzungumzia kuhusu eneo ambalo linaumiza wanaume na wanawake wengi zaidi: mahusiano na ndoa. Tutaanza na swali ambalo limekuwa likiulizwa kila mahali: kwa nini wanaume wengi wa leo wanaonekana kuchoka mapema kwenye mahusiano? Hilo ndilo tutakalolichunguza katika episodi ya 6. Mpaka wakati huo, mwanaume wa kweli si yule anayekimbia haraka, ni yule anayejua kwa nini anakimbia. Usiache kufuatilia ukweli uliojificha kuhusu mwanaume wa kisasa. Naitwa Sofia kutoka Hidden Gold Insight.